Rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nawe. Karibu leo, nimependa tujifunze juu ya habari ya mashahidi wawili. Tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 11, tunaona kwamba Mungu anasema atawaruhusu mashahidi wake wawili, nao watatoa unabii kwa muda wa siku kadhaa. Sasa kumekuwa na mkanganyiko au hali ya kutokuelewana baina ya dhehebu na dhehebu, baina ya mtu na mtu. Kuna baadhi ya watu dai kwamba mashahidi hao wawili ni Musa na Elia, kwamba Musa na Elia watakuja watatoa unabii kwa muda wa miaka 3.5 kisha watauawa. Lakini wengine wanasema hapana, Elia alishakuja, maana Yohana Mbatizaji alikuja kwa roho ya Elia. Kwa hiyo anasema atakayekuja mara ya pili au mashahidi wawili, mmoja wapo ni Musa na mwingine ni Henoko. Lakini wengine wanasema hapana, mashahidi hao wawili sio Musa, sio Henoko, ila ni Biblia ambayo ni Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa nikaona basi ngoja tuweze kujifunza ili tuweze kupata ufasaha wa mambo. Karibuni tuanze. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 11 mstari wa 3, maandiko yanasema ifuatavyo: nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii siku 1260 hali wamevikwa magunia. Kwa hiyo hawa mashahidi watatoa unabii siku 1260 hali wamevikwa magunia. Nasema hao ndiyo ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Sasa kabla ya kufafanua mstari wa 4, ningependa tufafanue mstari wa 3. Anasema watatoa unabii siku 1260. Sasa kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka 1000. Ukisoma Petro wa pili 3:8, ila kiunabii siku moja ni mwaka mmoja. Tusome kitabu cha Hesabu sura ya 14 na ule mstari wa 34. Hesabu 14 mstari wa 34, maandiko yanasema kama ifuatavyo: kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleleza ile nchi, yani siku 40, kila siku huhesabiwa kwa mwaka. Kwa hiyo kiunabii ukiona siku moja, maana yake huu ni mwaka mmoja. Lakini pia tuongeze Ezekieli sura ya 4 na ule mstari wa 5 tuweze kuthibitisha. Ezekieli 4:5, maandiko yanasema maana nimekuagizia miaka ya uovu wao iwe kwa hesabu ya siku, yaani siku 390. Kwa hiyo siku moja kwa unabii ni mwaka mmoja. Sasa turudi katika pale Ufunuo wa Yohana 11 mstari wa 3, ambapo maandiko yanasema kwamba mashahidi hawa watatoa unabii kwa muda wa siku 1260. Sasa tuwajue kwanza hawa manabii, alafu tuangalie, je, walitoa unabii kwa hizo siku 1260? Na tumesema siku moja ni mwaka, yani miaka 1260. Mstari wa 4 nasema hao ndiyo ile mizeituni miwili na vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Kumbe hawa mashahidi, moja ni vinara viwili, lakini pia anasema ni vinara vile viwili visimamavyo mbele za Bwana. Sasa tuangalie, je, hivi vinara ambavyo vinasimama mbele za Bwana ni vipi? Tufungue kitabu cha Zakaria sura ya 3 na ule Zakaria sura ya 3 na ule mstari wa 4 mpaka mstari wa: na mizeituni miwili karibu yake, mmoja upande wa kuume wa lile bakuli na mmoja upande wa kushoto. Nami nikajibu nikamwambia yule malaika aliyesema nami, nikasema, Bwana wangu, vitu hivi ni nini? Ndipo malaika aliyesema nami akajibu akaniambia, hujui vitu hivi ni nini? Nikasema, la, Bwana wangu. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Kumbe vinara mizeituni miwili ni neno la Bwana. Kwa hiyo tunapata picha, mashahidi hawa wawili ni neno la Bwana, likimaanisha Agano la Kale na Agano Jipya. Yesu asifiwe. Twende pamoja. Turudi sasa katika Ufunuo sura ya 11 na ule mstari wa 4. Hao ndiyo ile mizeituni miwili. Kwa hiyo tumeona mizeituni miwili, maandiko tukisoma Zakaria sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 6 inasema ni neno la Bwana. Inasema hao ndiyo ile mizeituni miwili na vile vinara viwili. Sasa je, vinara ni nini? Tuangalie Zaburi. Maandiko yanasema katika Zaburi, neno lako ni taa ya miguu yangu. Kwa hiyo vile vinara viwili, wao mashahidi wawili ni vinara viwili, pia ni ile mizeituni.
na mizeituni ni neno la Mungu, na vinara vya taa ni neno la Mungu. Kwa hiyo tunapata picha kwamba hawa ni mashahidi wawili ni Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa Mungu anasema kwamba watatoa unabii kwa muda wa siku 1260. Sasa wengi hawajui kwamba siku ni mwaka, wanasema ni miaka 3.5. Hapana, tumesoma maandiko Ezekieli 4:5-6, siku moja ni mwaka mmoja. Hesabu 14:34, siku moja ni mwaka mmoja. Sasa hizi siku hawa mashahidi walianza kutoa nabii mwaka wa 538. Sasa tunakwenda kupiga mahesabu mwaka wa 538, andika 500. Twende kwa wale, naomba tuingie wote pamoja, tutumie kalkuleta tuweze kupiga mahesabu. Mwaka wa 538. Sasa tunajumlisha mara 1000, tunajumlisha 1260, tunapata 1798. Naomba uchunge hii 1798, utakuja kuona tukio gani lilitokea hapo mbele. Sawa, tuendelee na unabii. Tumeshaona kwamba mashahidi hao wawili ni Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa tuendelee kuthibitisha, je, ni kweli? Mstari wa 5, na mtu akitaka kuwazulu, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao, na mtu akitaka kuwazulu, hivyo hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Kumbe mashahidi hawa ukitaka kuwazulu, sasa nini maana ya kuzulu? Maana tumesema mashahidi hawa ni Agano la Kale na Agano Jipya. Kuzulu manake ni kupinga neno la Mungu, kuliharibu au kulipotosha. Hiyo ndio maana ya kuzulu. Sasa je, moto unatokaje katika Agano la Kale na Agano Jipya? Manake unapozulu, unapopinga ukweli, unapopotosha, ndani yako inawaka hukumu. Kwa hiyo kile kitendo cha hukumu kuwaka ndani yako, huo unakuwa ni moto umekuzulu. Mstari wa 6 anasema, hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao, nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kupiga nchi kwa kila pigo watakalo. Sasa mashahidi hawa ambao ni Agano la Kale na Agano Jipya, maandiko yanasema kwamba wana amri ya kuizuia mvua isinyeshe na kupiga maji hata kuwa damu kwa namna anavyotaka. Sasa tukumbuke Elia alisimamisha mvua kwa neno la Bwana, japo alisema kwa neno langu mvua isinyeshe. Sasa anayesema ni nani? Ukisoma Mathayo sura ya 20, Mathayo sura ya 10 mstari wa 20, maandiko yanasema, si nyinyi msemao, ila ni Roho Baba yenu aliye ndani yenu ndiye anayesema. Ukisoma Luka sura ya 12 mstari wa 12, Yesu anasema, kwa kuwa saa ile ile Roho Mtakatifu atawafundisha yawapasao nyinyi kusema. Kwa hiyo Elia alitumia neno la Mungu kuzuia mvua isinyeshe. Lakini pia Musa alichukua fimbo akampa mtu akapiga kwenye maji, yale maji yakawa damu. Maana alifanya vile kwa uweza wa neno la Bwana. Kwa hiyo mashahidi hawa ni Agano la Kale na Agano Jipya. Mstari wa 8 Biblia inasema, mstari wa 7, hata atakapomaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, atawashinda na kuwaua. Sasa nini maana ya mnyama? Ukisoma Danieli 7:23, maandiko yanasema wanyama hao wakubwa ni wafalme. Kwa mujibu wa unabii wa Biblia, ukiona mahali panasema mnyama, maana yake huyo ni mfalme. Huyu mnyama atafanya vita. Sasa maandiko yanasema huyu mnyama atokaye kuzimu. Maana yake huu ufalme unatoka kuzimu. Kuzimu maana yake ufalme huu hautaamini juu ya Mungu. Leo kuna watu wanasema Mungu hayupo, na hizo ni elimu za Kigiriki. Hata hapa Tanzania kuna vijana wameunda kundi linaloitwa la wachokonozi, wanasema Mungu hayupo na wanatoa hoja. Kwa hiyo huyu mnyama atatoka kuzimu, maana yake ufalme huu hauamini juu ya Mungu, utafanya vita, utazishinda Biblia. Maandiko na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri, tena ni hapo Bwana alipouawa. Kwamba mizoga ya mashahidi hawa, yani Agano Jipya na Agano la Kale, anasema itakuwa katika mji ule mkuu. Sasa lazima tuangalie mji kiunabii ni nini, lakini huo mji unaitwa Sodoma kwa jinsi ya roho. Sasa kumbe huu mji kwa jinsi ya roho ni Sodoma. Sasa kama utakumbuka ukisoma Kutoka 5:2, Farao anasema Bwana ni nani hata nimwogope? Maana Farao alikuwa hamwamini Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo na ufalme huu, utawala huu kwa jinsi ya roho ni Sodoma, haumwamini Mungu.
Ndipo maandiko yanasema na watu wa hao jamaa na kabila na lugha na taifa wataitazama mizoga yao siku 3 na nusu, wala hawataiacha mizoga yao kuwekwa chini. Sasa manake mwaka wa 1993 taifa la Ufaransa lilikuwa lina nguvu. Ufaransa ilivyokuwa ina nguvu ilipinga vita Biblia. Kumbuka hapa nasema mizoga yao ilikaa kwa muda wa siku 3 na nusu, na tumeona katika maandiko siku moja ni mwaka mmoja. Kwa hiyo kwa muda wa miaka 3 na nusu Biblia ilikomeshwa. Shule au vyuo ambavyo vilikuwa vikiprint Biblia vyote vilipigwa marufuku. Biblia zilikusanywa zikachomwa moto, na endapo mtu yoyote alionekana anamiliki Biblia ilikuwa ni kosa la jinai, kwa sababu ni sheria ambayo iliyopitishwa bungeni. Ndipo Waprotestanti wengi waliuawa pamoja na mapadri. Wakamuinua Mungu mke, Mungu reason, Mungu hoja, wakasema huyu ndiye Mungu wa kweli. Na baadhi ya makasisi wa kidini waliitwa wakakiri hadharani kwamba Mungu ambaye tulikuwa wakasema kwamba huyu Yesu ambaye tulikuwa tukimhubiri kwa muda wa miaka mingi ni uzushi, hatujawahi kumuona. Kwa hiyo kuanzia hapo walimuingiza Mungu mke, Mungu reason, ambaye ilikuwa ni sanamu, na wakaweka mbele ya kanisa, watu wakawa wanaliabudu. Kwa hiyo sema mashahidi waliuawa kwa muda wa siku 3 na nusu. Maana Biblia ilikuwa haifanyi kazi. Neno la Mungu lilipotea kabisa. Na ulikuwa kutokana na Biblia adhabu yako ilikuwa ni kifo. Maandiko yanasema katika mstari wa 10 kwamba hawa wakao juu ya nchi walifurahi. Mataifa mengi walifurahia Biblia kupotezwa, kwa sababu Biblia ilikuwa ni kizuizi, inawahukumu, inawapinga katika yale wanaoyafanya. Kwa hiyo walifurahia ule uchafu wao kwa sababu Biblia ilikuwa imezuiliwa. Mstari wa 11 maandiko yanasema, na baada ya siku hizo 3 na nusu roho ya uhai itokayo kwa Mungu ikawaingia, wakasimama juu ya miguu yao, na hofu kuu ikawaangukia watu walioitazama. Sasa baada hiyo miaka 3 na nusu roho ya Mungu, anasema kwamba roho ya Mungu iliwaingia mashahidi yao, manake Biblia iliinuliwa tena na vikaanzishwa vyama vingi vya Biblia. Kimoja kiliitwa Bible Society for Hygiene, kilichapisha sana. Kwa hiyo watu wengi watu walifurahia kupata uhuru, kwa sababu Biblia ilisambaa kwa kasi, ikaanza kuprintiwa, kuzalishwa, mpaka leo dunia nzima na Biblia. Mstari wa 12 inasema, wakasikia sauti kutoka mbinguni ikiwaambia, pandeni hata huku. Wakapanda mbinguni katika wingu, adui zao wakiwatazama. Maana hawa mashahidi walipanda katika wingu wakaelekea mbinguni. Anaposema mbinguni ni kule juu ambapo macho ya mwanadamu hayana upeo wa kufika. Tunasema kwamba Mungu anakaa mbinguni, ni mahali palipoinuka. Kwa hiyo mashahidi hawa ambao ni neno la Mungu walipopanda juu, tafsiri yake ni Biblia ilienea ulimwenguni kote, huku wapinzani, mataifa ambayo yalitarajia kuona Biblia ikipotea, walibaki wanatoa macho. Neno la Mungu likasambaa. Tanzania, Kenya, Uganda, dunia nzima wote tunazo Biblia. Mstari wa 13 nasema, na katika saa ile palikuwa na tetemeko kuu la nchi, na sehemu ya 10 ya mji ikaanguka, wanadamu 7,000 wakauawa katika tetemeko lile, na waliosalia wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Mungu wa mbinguni. Sasa huu mji ambao ulipata tetemeko ni nini? Nilisema mji, tutakuja kuangalia nini maana ya mji kwa mujibu wa Ufunuo, kwa mujibu wa nabii. Ufunuo 15 mstari wa 18 anasema, na yule mwanamke uliyemuona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya ufalme. Kumbe mwanamke anamaanisha kanisa. Kwa hiyo huu mji ni kanisa la Roman Katoliki. Mwaka 1798 ndipo taifa la Ufaransa, kwa mliosoma level ya form 6 na vyuo vikuu na chuo kikuu, kuna kitu tulisoma kinaitwa French Revolution, mapinduzi ya Ufaransa, ambao alifanyika mwaka 1798 yakiongozwa na Jemedari Belchiaz, ambapo alitoa tamko, kuanzia leo papa awe na kofia moja. Maana papa alikuwa na kofia 2, alikuwa akitawala dini na serikali. Ndipo Papa Pius wa 6 alipokaidi, aliendelea kushikilia dini na serikali. Ndipo Belchiaz na kikosi chake walipoenda wakamkamata Papa Pius wa 6, wakampeleka utumwani na akawa amefia huko. Ndipo nabii unatimia kwamba wawe atakayeua kwa upanga atakufa kwa upanga. Kwa hiyo mji ambao ulitokea tetemeko akafa watu 7,000
ni mji maandiko anasema ni ule mwanamke, ni lile kanisa Katoliki. Katika mapinduzi ya Ufaransa alipiza kisasi, aliweza kuua watu wengi katika ule mji. Kwa hiyo ndugu, kwa habari ya mashahidi, sio Musa na Elia, sio Musa na Enoch, bali ni Agano Jipya na Agano la Kale. Basi kama ikiwa kuna sehemu una swali au una nyongeza, unaweza katika comment, na Mungu wa mbinguni akubariki. Amina.